Vijana ra, wazee tim, wazee tialala, warembo, wamama mtu asikasirike hapa juu sasa naweza letea bibi shida jamani. Sasa vijana wetu mpo? Si leo tumefika Voi. Watu wa Voi wanasemaje? Voi wanasemaje? Taita wanasemaje? Taveta wanasemaje? Undanyi wanasemaje? Mwatate wanasemaje? Na kote mnasemaje? Na Kenya inasemaje? Mimi ni babu kwa saa, ni babu kwa saa, na bila babu, bila babu, bila babu, bila babu, na baada ya baba, baada ya baba, na hata bila sababu. Nyenye mmenifurahisha sana. Jambo la kwanza, nataka nichukue nafasi kushukuru Mheshimiwa Mwashiako kwa kutukaribisha hapa kwa kaunti yake ya Taita Taveta. Sita. Huyo ni gavana, si gavana. Wangapi watapigia Mwashiako kura hapa nione kwa mikono? Huyo mheshimiwa na mimi napenda kusema ukweli. Huyo mheshimiwa amefanya kazi. Watu wa Undanyi watakubaliana na mimi nawaita ni unworthy opponents. Huyo mheshimiwa opponents wake wote wako na mili kubwa kushinda yeye, wako na mifuko refu kushinda yeye, wako na mdomo refu kushinda yeye, pia wako lezi sana kushinda yeye, lakini yeye ako na akili kubwa Sasa jamii ya Taita Taveta, siku ya leo tuliamua tuje hapa tuzungumze, tuongee, kwa sababu viongozi walikuja hapa 2022 na ni wakati kuonyesha scorecard. Kuna wale walikuja wakauliza kura, mpaka saa hii hawajafanya lolote, kisha watarudi, Kasongo akiwa mmoja wao. Lakini raundi hii 2027, kile ambacho kilifanyika juzi pale Olkalau, walipeleka viatu haikuwaka, wakapeleka mtungi ya gesi, wakapeleka stima, wakapeleka boats, wakapeleka pesa, na 2020
2027 itakuwa ni one term, kwa sababu mliambiwa ya kwamba mtaletewa maji hapa Taita Taveta. Hapa mpaka siku ya leo imetosha. Imetosha kuona wamama wetu wakienda mtoni kuchota maji, kubeba kwa kichwa, wakipeleka nyumbani. Imetosha haijatosha? Imetosha haijatosha? Imetosha kuona vijana wetu wakishikwa ovyo ovyo, bodaboda wanashikwa ovyo ovyo. Lakini mliambiwa serikali itakuwa nzuri. Serikali mbovu sio mbovu, bandia sio bandia. Kwa hivyo 2027 imetosha kuona vijana wetu wakiwa nyumbani na chakula. Maanake gharama maisha imeenda wapi? Gharama maisha imeenda wapi? Huyu kijana unamuona hapa anauza, hii ndio stock yake maisha yake nzima. Hii ndio stock yake maishani mwake. Na hii stock huyu kijana anafaa lipe karo ya shule. Na hii stock huyu kijana anafaa lipe kodi ya nyumba. Na hii stock huyu kijana anafaa apate chakula ya kukula nyumbani. Na hii stock huyu kijana anafaa maisha yake iwe mema. Hii serikali ni ya upuzi si upuzi. Ni ya upuzi si upuzi. Na huyu kijana kuanzia asubuhi baada hajauza stock. Tuko tuna stock hapa ni nyanya 10, vitunguu 11. Jamani, hii ni maisha gani mnataka watu wa Voi? Hii ni maisha gani mnataka watu wa Voi? Kwa hivyo siku ya leo nataka ninunue hii stock yote na ninunue na hii stew leo hii. Na hii stew ni ya Sifuna. Umepewa stew iko hapa live. Na sasa kuku ni pesa ngapi? Kuku ni pesa ngapi? Imagine kuna baba hapa anafaa lishe watoto wake na ni kuku 2 peke yake. Anafaa lipe kodi ya nyumba, anafaa lipe karo ya shule, anafaa nunue chakula, na hizi kuku wawili hata kupata mteja inakuwa ni shida. Kwa sababu wakati mtoto wa maskini anakula kuku, mnanisikiza mnisikizi? Vijana ria, vijana ra, vijana timim, wazee tialala. Wakati kijana hapa Voi hapa mama hapa Kenya mzima anafaa kule ale kuku, ni kwa conditions 2. Hapa Kenya maskini kupata pesa ya kununua kuku ya kula ni shida. Ili akule kuku lazima yeye mwenyewe awe ni mgonjwa, ametengenezewa kuku, ama kuku mwenyewe ni mgonjwa. Jamani, hii ni ungwana. Lazima ugonjwa wake ndio kule kuku. Lazima kuku awe mgonjwa ndio umle. Upuzi si upuzi. Usherati si usherati. Hii ni ungwana si ungwana. Mimi nataka niwaelezee hivi. Wananchi wa Kenya, imetosha kuona watu wetu wakihangaika. Kwa hivyo tusikubali kutumika. Tusikubali kupewa ahadi tamu yenye haitaleta mazao baadaye. Na nyinyi ndio mtaniambia siku ya leo. Si ati tukikuja hapa kama one term, kesho ukiona watu wa two term, tena unapiga two term. Hiyo hatuwezi kubali. Wewe mwenyewe uliambiwa utapewa kazi. Uliambiwa hukuambiwa? Uko na kazi? Uko na kazi? Hapa uko na kazi? Kisha unakuja hapa unasema two term. Two term ya nini? Sasa wewe kama kijana, kama una kazi, siku hizi serikali wako na kazi mingi sana. Na kazi ambayo wanapeana ni kazi ya watu kuwa maguns.
ati wewe kijana umewacha bibi nyumbani, umewacha mtoto nyumbani, unaambiwa chukua shilingi 500, chukua panga, chukua rungu, enda ukate kichwa ya kijana mwenzako. Mtakubaliana na hiyo? Tuliambiwa tunaenda Singapore, tukaletwa Haiti. Tuliambiwa tuende Singapore, tukaletwa wapi? Ni siku gani tulipiga kona ya kuenda Haiti? Ile njia ya Singapore ilienda wapi? Mbona siku hizi haisemwi? Serikali yenyewe ilitoa polisi hapa Kenya wakapeleka Haiti kwa sababu ya maguns. Kisha polisi wakaenda huko, wakarudi, wakasema guns wameisha Haiti. Halafu hapa Kenya sasa ndio wanachukua zile tactics za wale maguns wa Haiti, wana implement hapa Kenya. That Babu akitembea hapa, Orengo akitembea pale, Sifuna akitembea huko, Osoti akitembea, Mwashaga akitembea, wewe ukitembea unaambiwa unakatwa shingo. Nataka nionye hawa maguns. Risasi ya mguu. Tembea kama umepigwa risasi kwa mguu. Vijana na wamama, nataka nionye hawa maguns. Wewe kama ni gun, nataka unisikize kabisa kwa makini, kwa sababu sisi hatuko kwa biashara ya kucheka na wewe kama gun. Tumeambia serikali watu protect, wamekataa. Tumeambia polisi watu protect, wamekataa. Wewe gun, wewe gun, wewe gun, wewe before ukuje kutuattack, toka nyumbani. Wacha kama umechimba kaburi, hatutaki expenses zako wewe. Sisi hatutacheka na gun yeyote, kwa sababu tuko kwa njia ya kukomboa hii Kenya. Na kama tunaogopa tu kudeal na gun, tutaingiaje State House? Na raundi hii tunapiga kura, hatutangoja kuhesabu kura. Tutapiga kura, tukiingia State House tunangoja kura isabiwe wapi? Tukiwa wapi? Vijana ria, vijana ra, wazee timim, wazee tialala, warembo wamama mwe. Sasa kuna mrembo wetu mmoja hapa, warembo wawili. Wacha niite Mheshimiwa Pauline Njoroge. Karibu.